Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Uwezeshaji wa kiuchumi na uendeshaji, hili tumelifanyia kazi kwa miaka yote, na tunaendelea kutoa huduma za mikopo kwa wanawake, vijana wenye ulemavu inayotokana na mapato ya ndani ya halmashauri, sambamba na kuanzisha mfumo wa kielektroniki wa Wezesha Poto ambao unachagiza ongezeko la idadi ya wanufaika. Sasa hivi tunafikia karibu 50%. Na kupitia mfumo huo watu wenye ulemavu wanaweza kukopa mtu mmoja mmoja ama kikundi. Na kufikia mwezi wa 3 mwaka huu tayari shilingi bilioni 5.48 zimetolewa kwa vikundi 891 kwa ajili ya watu wenye ulemavu jumla hapa nchini. Lakini pia kwa mwaka 2024-2025 ruzuku imeongezwa hadi kufikia shilingi milioni 230 ikilinganishwa na shilingi milioni 200 zilizotolewa miaka miwili iliyopita. Kwa hiyo kwa sasa tumepanda juu. Tunaimarisha utoaji wa huduma za afya kwa watu wenye albino kwa kipindi kuanzia mwezi wa 7 2021 hadi mwezi wa 6 mwaka jana 2024 kupitia bohari kuu ya dawa MSD ambayo nimeikuta iko hapa. Serikali imetumia zaidi ya shilingi milioni 500 kusambaza katika mikoa yote 26 Tanzania kupeleka mafuta kinga ya saratani ya ngozi kwa watu wenye albino. Na aidha mwaka wa fedha 2025 serikali yetu ilitenga bilioni 8.743 kwa ajili ya huduma za ustawi wa jamii. Lakini pia kulikuwa na shilingi milioni 182,859,160 ni kwa ajili ya ununuzi wa mafuta kinga tu ya saratani ya ngozi hasa kwa watu wenye ualbino. Sambamba na maono ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, serikali imeendelea kuchukua hatua mahususi za kuimarisha ustawi na utoaji huduma kwa watu wenye ualbino, ikiwemo kuwatambua, kuimarisha mifumo ya kisera na kuwezesha upatikanaji wa huduma muhimu hapa nchini. Wale wote wenye mamlaka ya kutoa huduma kwa Watanzania wanawajibika pia kutoa huduma kwa wanaTAS au kwa wenye ualbino. Nashukuru kuwa mkoa upo, wakuu wa wilaya mpo, makatibu tawala mpo na wakurugenzi wa halmashauri. Hili ndio jukumu mlopewa na serikali. Moja kati ya ajenda za kazi zenu kwenye ofisi zenu ni kuhakikisha kwamba jamii ya wenye ulemavu wakiwemo watu wenye